kwemera ubikora. Yesu akamwambia kubali uyafanye. Kugira ngo nani usoze gukiranuka kose. Ili nawe tuweze kutimiza haki ya kila jambo. Kwa kima arayira aramubatiza. Akakubali Yohana Mbatizaji akabatiza. Yaani alipotoka kwa maji, ijuru lirakinga. Roho Mtakatifu akamjia. Wakasikia sauti ya Mungu kusema. Akasema mwana wangu nampenda. Tena namfurahia. Nani mumtii. Nani mtii. Muamini yeye ameleta uzima ulimwenguni. Kaenda jangwa. Akaomba siku 40. Akarudi. Akachagua wanafunzi. Akaanza kufanya kazi. Kafanya kazi. Siku ile nyingine akaambia Petro na Yohana wakaenda kwa mlima. Walipofika kwenye mlima, Biblia inasema muda yule akabadilika ghafla, akaenda kwenye uwepo wa aina yake. Katika uwepo yule, Biblia inafunga ngo katika utukufu huo, Biblia inasema yeye alikuwa katika utukufu wa Mungu. Alikuwa nayo hapo kitu. Mbingu ikafunguka. Mungu akaongea. Akasema mwana wangu nampenda. Tena namfurahia. Mumwamini. Mumutii. Huyo ndiye ameleta uzima ulimwenguni. Wale wamemwamini wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akarudi mara tena. Siku nyingine sasa wakamsaliti. Wakamsaliti. Wakamshika. Alikuja kwa mali yake. Lakini watu wake hawakumkubali. Hata kumkubali tu. Hawakuitaka aishi. Wakamshika. Wakamchapa. Yeye alikuwa kimwili. Alikuwa na mwili wa binadamu. Wakamchapa. Akaanza kutoa damu. Wakampeleka msalaba. Wakasulubiwa. Wakamuua. Wakamzika. Walipomzika, yaani lengo lake haikuwa kurudi hapa juu ya ardhi. Angerudi hapa ulimwengu. Alikuja kuweka huru paradise ilikopo. Akazikwa. Alipozikwa, alipofika kuzimu, akaweza kunyang'anya shetani na kifo na kuzimu. Katika Biblia takatifu ya Kiwanda inasema aliwanyang'anya funguo. Lakini katika Biblia hii ya Kiswahili amemnyang'anya mamlaka ya ushobozi. Akamnyang'anya mamlaka. Yaani hapa imesema amemnyang'anya mamlaka. Katika Biblia ya Kiswahili inasema amemnyang'anya mamlaka, lakini kwa hii Biblia imesema amemnyang'anya kifunguo. Wacha tumalizie hapo. Uwezo ule ilikuwa na shetani. Ilikuwa na kifo na kuzimu. Wao walikuwa na uwezo yule. Wao walikuwa wakikufa wote. Wapagani walikuwa wakikufa. Kifo hata kuzimu walikuwa wanapokea. Wanatupilia huko kwa moto. Wale wenye haki walikuwa wakikufa. Walikuwa wanawabeba mahali pale. Wanabaki pale. Bali Yesu alipokuja, akachapwa, akasulubiwa, akafa, akazikwa kama watu wengine, akaenda kuzimu kama wengine. Lakini walipojiandaa kumpokea kama vile kawaida,
wakapata hawajapokea mtu wa kawaida. Hao wakiliye jambo. Wamepokea neno. Wakiliye jambo mwenye wazo. Wamepokea neno Mungu wa kila jambo. Akakushoboza. Akawanyang'anya uwezo. Akawanyang'anya kubasha. Akawanyang'anya uwezo. Mungu atazamura paradise. Akabeba paradise. Arazamuka ku munsi wa gatatu. Siku ya tatu akafufuka. Abagore Maria Magdalena na Maria n'abandi bakaja kumva Yesu munsi wa gatatu. Hawa na Mary Magdalena wakaenda pale kwa kaburi ya Yesu. Wabageze kumva. Walipofika kwenye kaburi, basanga Yesu jambo yazutse. Wakapata amefufuka. Yazamuka imbaraga z'Imana. Amekuja na nguvu na mamlaka ya Mungu. Yabera bose. Amefufua watakatifu wote. Abeli, amefufua kina Abel, wakina Nuhu na kina Ibrahim, wakina Esther na wakina Ruth. Yani wale watakatifu wote walikuwa wamefufuka. Yani akawafufua wenyewe. Lakini wapagani hakuwakuzia. Lakini watakatifu aliwafufua. Alipopana yani wamama walipofika kwa kaburi yake, wakatazama kwenye kaburi wakapata ile funguliwa wazi. Wakapata halimo ndani. Walikuwa wameleta maua. Biblia ikasema walipotazama kando wakaona mtu simama pale. Akawauliza wazazi, mnataka nini? Wakamwambia tunamtafuta mfalme. Tunatafuta mfalme wetu Yesu. Walimzika hapa lakini tumemkosa. Kumbe yeye amesimama pale. Yeye walikuwa wakizungumza na wao. Akawauliza, mbona mnatafuta mtu aliye hai kwa watu? Yeye hapo ndani ya kaburi amefufuka. Bali kama amefufuka kwa wapi? Ni nini ambayo tunaongea? Maria Magdalena akaenda kumkumbatia. Alipoenda kumkumbatia, Yesu akamhepa. Akakataa usiniguse. Akasema usiniguse kwanza. Kwa sababu mimi nitapeleka. Yani ni watu walikuwa ni wanane walikuwa wamepeleka. Ni wale watu walikuwa wamefufua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kasema usiniguse. Mimi nitapeleka watu hawa kwa Baba. Lakini mwende mwambie wanafunzi na Petro. Mwambie Petro waende Galilaya ili tukapatane. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, ukiangalia ile sura ya kufufuka kwake, watakatifu waliofufuka walipita katika Yerusalemu na watu wale watu walikuwa wakijulikana wakawajua. Yesu akawapeleka katika paradise. Akashuka kwenda Galilaya. Akaenda kupatana mara yake ya kwanza na wanafunzi. Akapata wako kwa nyumba. Akasimama katikati yao. Wakatishika sana, wakasema huyu amepitia wapi? Madirisha na milango zilikuwa zimefungwa. Yesu akamwambia msiofu. Ambia msiofu ni nini? Walipojiulizana maswali akasema angalia kovu. Angalia mahali walipiga mkuki. Alafu akaweza kuamini. Wacha niwaambie neno hili la mwisho. Hii mamlaka mchungaji imani yetu. Bali wale waliomkubali, walioamini jina lake,
aliwapea uwezo okuwa abana b'Imana, na kuwa wana wa Mungu. ubwo bushobozi yarabuduha. Hiyo uwezo tunayo Kubwo kwizera Yesu, kwa kukubali Yesu na kumamini. ubushobozi yarabuduha. Uwezo alitupea. Amaze kubuduha, Alipotupea uwezo ule, niyo tuvuye tusinzirana nabo. hata tukifa tunaweza kulala na yeye. Niyo tuvuye ndashoje. Niyo tuvuye tusinzirana nabo. Hata tukifa tunazikwa na hiyo uwezo. Kandi umunsi mpaka ya Kristo izavuka. Na tena ile siku parapanda italia. Ya Kristo izavuka. Siku parapanda italia. Kuko twaryama n'ubwo bushobozi. Kwa sababu tulizikwa na uwezo huo. Kuko buzatuzura. Hiyo ndio itaweza kutufufua. Kuko buzabukangura. Hiyo itatufufua. Ndio maana Paulo yalioma. Paulo akawaambia watu wa Roma, ngo ni umwuka w'Yesu Yesu Kristo aba muri mwebwe. kama roho ambayo ile imefufua Yesu abazura kuri wa munsi mpanda ya Kristo. atawafufua pia kwa ile siku ya parapanda ya Yesu. Kuko ngo bahawe umwuka w'Imana. Wale walipewa uwezo wa Roho Mtakatifu. Walipewa pia uwezo. Ureke babia kantu gatangaje. Wacha niwaambie jambo la muujiza. Umuntu afite ingingo zose. Ndakoje. Mtu ana viungo vyake vyote. Umuntu afite ingingo zose. Mtu ana viungo zote. Umuntu ari mukurwara hapa. Mtu anagojeka huko. Akarwara akabuta. Anaweza gojeka mguu na ukata. Kuguru kagenda bakaguha. Yaani mguu anaenda kuizika. Umuntu akamelekeshika bakalipora bakaliha. Mtu aking'olewa macho anayaondoa na kuyazika. Mtu akigojeka mkono anakata. Ingingo zikachini. Ama akipatana na accident mikono inakatika. Wacha niambie neno hili. Nibu kukuguru kutaka inayo. Kama hiyo mguu imepotea hapa Nairobi. Wewe ikindi kicha kisikia ukajana muri Amerika. Na mwili ile mwingine mbaki naipeleka Amerika. Kuna na watu hano amaguru sehemu. Tuko na watu hapa miguu yao imebaki Rwanda. Kuna na watu amaguru sehemu. Tuko na watu miguu imebaki Kongo. Sasa kwa Kongo na nyinyi kishoya. Kuna macho alibaki Kongo lakini mwenye jicho ako hapa. Lakini haraka kuone ni muri Kongo. Kuna yule aling'olewa meno. Haraka washoku bana wakurama ya. Hapa wakifika Rwanda meno mengine ikabaki. Burundi wakurama ya. Walipofika Burundi wakang'olewa. Hata kwa sasa wanang'oa meno mengine. Kwa hiyo alikuwa unataka lakini hao wote wende tu za Canada. Naweza kwenda Canada. Amenyanga takabiri kwa ayani Rwanda, ayani Burundi, ayani Uganda. None hano na ingingo zikaenda zitakala mzima. Viungo zingine zimeenda zikibaki kwa njia meno, ingine iko huko Kayole, ingine iko Soweto. Ijoki ni bali aho ni bali ibida manushobozi. Kama meno hayo amelazwa mahali pale na uwezo. Ni kwa kurukwasi ya Rwanda au kwa hange kwa jamani ushobozi. Kama hiyo mwili baki mahali pale ilikuwa na uwezo. Ili jogasi kwa Kongo ni bali jamani ushobozi. Kama jicho libaki Kongo ikiwa na uwezo. Na ukazasa za Canada utamani ushobozi. Na wewe unabaki Canada ukiwa na uwezo. Musi panda ya Kristo zafu. Siku parapanda ya Kristo italia. Ubwo bushobozi buzakusanya umuntu wese n'ubugingo bwose. Yaani uwezo huo utasanya mtu pamoja. Aho ubugingo bwose zake zitabu. Yaani kiungo chochote mahali kilipo. Ubwo bushobozi. Ile uwezo uzafatanyira ngo wajyane Canada. Itachukua mwenyewe alala Canada. Usigira meno yasigaye muri Kongo. Itachukua meno pale Kongo. Usigira amaguru yasigaye Nairobi. Itachukua mguu baki Nairobi. Ubwo bushobozi. Uwezo huo uzahita ukusanya mukanda gato cyane. Yaani uwezo huo utasanya viungo zako. Uzuka ingingo zawe zose. Yaani utaweza kufufuka na viungo zako. Yesu asifiwe. Haleluya. Mazi gende kwire bisohoka. Ili muda ufayo ukitimia, Mungu akatuma mwana wake ambaye amezaliwa kwa Bwana. Akakuwa akiheshimu amri. Kugira ngo acungure abatwara n'amategeko. Aweze kukomboa watu waliobebwa na amri. Tuna uwezo ndani yetu. Tuna uwezo na mamlaka wale waliopokea Roho Mtakatifu wote. Tuna mamlaka na uwezo. Ilikuwa ni ngumu kuacha neno hili nyuma. Lakini tumemaliza ndugu zetu. Je, Yesu ulimpokea kama mwokozi wa maisha yako? Kama umemwamini
una uzima wa milele ndani mwako. Tena kama una uzima wa milele, una uwezo pia. Hata kama tutakufa leo, tuna uwezo. Mnajua ya kwamba parapanda italia. Mungu mweza yote, Mungu wa kuaminika, Mungu wa kuaminika. Wewe ni nguvu zetu. Tunakutukuza kwa sababu umekuja kwa sababu yetu. Umesaliwa kwa sababu yetu. Umekufa kwa sababu yetu. Umeshukuriwa kwa sababu umepaa kwa sababu yetu. Tunakushukuru kwa sababu utarudi. Tunakushukuru kwa sababu tutaishi wewe. Kwa sababu umetupea Christmas iliyo safi. Tunakushukuru kwa sababu ya siku hii. Baba, endelea na maisha yetu, uyaimarishe leo na siku zote. Amen. Tuombe Imana mashukuru turaburi biganza kumukozi w'Imana. Tuweze kunyosha mikono kwa mtumishi wake. Abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe mpaka shangani. Amen. Mungu akaweze kubariki sana. Uize yomwana afite ubushobozi. Yule ameamini mwana ana uwezo wa kuitwa mwana w'Imana. Wa kuitwa mwana wa Mungu. Kandi uiswe mwana w'Imana. Na tena yule ameitanishwa na mwana wa Mungu afite ubugingo. Ana uzima muri Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Bali bagirire neza. Mungu akambariki. Mwakire Noeli mu izina rya Yesu. Christmas katika jina la Yesu. Muweze kusimama ili tukaweze kushiriki pamoja.